kaka. Kaka mchalo huyu. Naona unajisomea mwenyewe hapo. Si unajua kaka, mitihani imekaribia tena chuoni. Muhimu sana kwa sababu anasema ukifika wakati wako wa kusoma usome kweli kweli ili usije ukajutia baadaye. Na nawaona. Maana hivi vitu vingine nilipokuwa tukisoma si hivi. Kaka, physics hii mwanamume huwezi kujua. Unaona? Mahesabu tu. Mimi wakati wangu ulikuwa chocho tu. Sina ninachokielewa chocho. Ikafika wakati wake. Tuna ziara lakini sasa hivi nako nini hodari nyie? Tupo tunapambana. Napambania kweli yani. Unaona? Physics ya mwanamume. Kwa kweli. Soma bwana. Nikijikumbuka nilipokuwa nikisoma mimi hapa. Kwani kaka nawe ulisoma? Nimesoma hapo kuna kakake hapo kuna mshala hapo. Tupo hapa kaka, si unajua maisha lazima ukae nao karibu hawa. Wale wengine wasijisikie taabu yani. Kweli? Mambo haya yalikuwa si hatuyasomi haya lakini. Tunayakimbilia mbali. Sasa tunasema ndo kupomande. Vipi mdogo wangu unalia tena? Vizuri fresh kaka shamuho. Marhaba. Jitahidi kuongeza jitihada. Na utapata first. Ndio hiyo yote unajua tena mdogo wangu. First class. First class. Utadai mie pesa. Ndakudai shilingi ngapi kaka? Japo kama 50. Kweli kaka? Promise. Yes, promise. Unajua kumwambia nini lakini hapo. Unajua tafurahia kaka, 50 ni pesa kubwa. Kweli lakini tutafanyaje sasa kwa mdogo wangu unapotaka apite? Afaulu. Asiaje kusumbuliwa kwa wanaume huko nje. Mimi nitajitahidi, nitapambana kwa uwezo wako. Lakini kaka, na shida nataka nikwambie kidogo. Haya shida gani? Mbona shida mdogo wangu? Kaka, nisipokuambia wewe nitamwambia nani tena? Hakuna, ndo tupo sisi wawili sote hawa. Na shida 50. Usiogope mdogo wangu, utapata kabisa. Nilikuwa nataka nini? Nataka huko za chuoni nikalipie baadhi ya dada. Sawa. Mimi tena kwa wewe ndugu wangu. Kenda pahali sasa hivi hapa ukizubaa unakutana na watu wengine hapo unawajua sana, unaweza kuzitoa pesa zako wanazo. Yaani ndugu wangu kama si mwanga mchawi, yaani kama umeotea, lakini tena kwa mdogo wangu sina jinsi. Niko peke yangu mwanamke kaka. Kweli ile bwana mdogo wangu ujitahidi sana bwana. Haya kaka, asante. Haya usiogope. Sasa lakini kaka, unakumbuka kwamba uliniambia ikifika siku kama leo nikukumbushe, sababu hali anaendelea kule mamangu shamba mchangani sio nzuri kwa sasa. Sasa kaka, sasa muda wote hujanikumbusha hapa, ndio hizo pesa ndoshazitoa zote na nishapa mdogo wako naje hata na ndio naona anajisomea nataka kuweka nazo shule. Ungenikumbusha mapema. Sasa kaka, mimi ndo nimelijia hilo tu kusema kweli. Labda kaka nipe hizi. Hizo simpe, hizo za kwako wewe upeleke skuli. Yeye nitafanya pango mwingine huyu. Mimi najua kwenye familia yenu mimi simo, lakini haya tu. Wewe endelea hivyo hivyo, mimi yangu nitakosa na yangu nitapata. Kama nyinyi mmenikusudia kunitoa, watumie na yeye. Mimi sitakukosea. Usiseme hivyo kaka. Ndio hivyo hivyo, sasa niseme vipi? Wakati mimi nimeanza kusema mwanzo sijapewa. Leo naambiwa wewe unasema wewe hapo kwa hapo unapata, inamaanisha kitu gani? Sikiliza mdogo wangu, ukitazama hii hali ya mandhari, huyu ni mwanamke, wewe ni mwanamume. Sasa na hali nimesahau. Na sisi binadamu tumeumbwa hakuna lojiumba. Sasa makosa madogo madogo wasitutenganishe. Mimi najua, nyinyi mnajuana mnabaguana, lakini haya tuendeleeni, tuna mambo yenu hayo. Ndugu wangu wewe. Naleta kidogo kutoka kwa wewe. Hamna shida kaka.
Ah. Shangazi huyo. Karibu mwanangu. Sema lakini. Wema shangazi. Shangazi. Unajua mimi nimekuja kusikiliza wito wako. Sijui labda ulikuwa na kitu gani. Yaani kwanza nashukuru mwanangu kwa kuja kunisikiliza wito. Maana sikufichi nimechoka. Hapa nimechoka mwili mpaka akili. Moja haikai, mbili haipati. Kukuona wewe kidogo nahisi wazo langu au jambo langu kunde likakasa. Sasa shangazi, mbona unanitisha ukiniambia hivyo? Kwema lakini si kwema hata kidogo. Kwa nini wewe si kwema? Hivi yale maneno aliyoongea kaka yako kwenye kikao, yamekuingia akilini kweli? Kusema ukweli mimi hakuniingia akilini. Hivi inawezekanaje mimi nisirisi mali hali ya kuwa mimi yule ni babangu na kila mmoja anajua? Au kisa na mkasa tu kwa mimi nimezaliwa nje ya ndoa? Swada. Sheria ndivyo inavyosema, wewe huwezi kurisi. Hata thumni huwezi kurisi. Na si peke yako, hata mimi mwenyewe mali ya kaka yangu mwenyewe tunatoka chango moja. Inaniuma kweli sirisi hata hapa. Tusipofanya mpango wa ziada, wallahi tutaona nafuu. Kwa hiyo wewe ulikuwa unataka kuniambia kitu gani? Sasa mimi nikwambie, nimetuliza akili yangu vizuri. Wazo la kufanya leo. Na simple na jambo dogo tu. Shangazi, jambo gani hilo? Sasa hapo ukitaka sisi tupate chochote pale kwenye mali. Na mali zote tulisi. Ndio muue ndio. Shangazi? Tuue. Unaona leo na jambo dogo kuua shangazi kweli? Sasa wewe vipi? Kuwa si jambo dogo tu kama unamuanzi au sisimizi. Mbona unataka uniangushe tena mwanangu? Shangazi, hilo swala ni gumu sana. Mimi siwezi kusema ukweli. Wewe? Nipe moyo. Wewe uko tayari katika zile mali za babako usipate hata chembe ya maji? Uko tayari? Tutapofanya hivyo, huu ndo mpango wetu wa mwanzo, tutafanikisha kwa 97%. Hayo mambo kweli? Ukweli yanao na uhakika utauona kwa jicho lako. Shangazi, mbona kama unanifumbua macho hivi? Sasa na tongo hizo nataka nikutoe kabisa. Lazima uwe nganga. Haiwezekani wewe yule baba yako sirisi. Wewe unastahili. Basi shangazi, ili nikuondoa wasiwasi kwenye hili swala mimi nakwambia niko tayari kulifanya. Tena nitalifanya leo. Ndio maana mimi nakupenda sana mwanangu kuliko hata wengine. Sijui hata ilikuwaje kuwaje tu. Babako kukuandikia urisi wewe. Usiweke imani mbele. Hofu ondoa. Lazima uwe nganga kama nilivyo mimi shamazi yako. Mambo ya kuweka imani, uoga kuonea huruma, hamna huruma. Wapo haja kuonea huruma. Unalozungumza lakini ni kweli. Basi kama wewe kidogo unaingia mashaka, huna uzoefu. Mimi nao vijana. Wanaweza kunisaidia kweli kwenye hilo? Si wanaweza, kifupi washaweza, bado kwa hiyo kazi. Shangazi hasa una maneno. Wanapatikana hapa au? Wewe tulia. Wakati umesema usiku inaanza kazi, watakucheki tu. Sawa. Mungu atatufanyia wepesi kwenye. Acha kuweka mambo ya imani. Wewe vipi? Hofu shangazi, tatizo hofu. Ondoa mambo ya hofu, usiwe na imani na mtu wewe. Unakosea kuwa na imani haya. Basi, nakutegemea usiniangushe. Sikufelisha shangazi.